Maana nafsi siku zote huwa inaamrisha maovu. Nafsi itakutaka ustarehe, nafsi itakutaka urelaksi, usijisumbue kwa jambo ambalo hapa duniani hupati faida. Kwa hiyo siku zote nafsi inasoma vitu kinyumenyume, kama ilivyoambiwa, inna nafsa la ammaratun bisui illa ma rahima rabbi, hakika nafsi siku zote huwa inamuamrisha mwenyewe maovu isipokuwa ile aliyoirehemu Mola wangu. Sasa kule kupambana mtu na nafsi yake, nafsi inampeleka kwenye ghurur, yeye akashindana nayo akasema sikubali, siendi. Hiyo pia ni aina ya jihadi, na ndiyo jihadi ya kwanza na kubwa zaidi, jihadu nafsi. Wa huwa qahru nafsi, jihadi hii maana yake wewe unatakiwa uimiliki, uidhibiti, uizidi nguvu nafsi yako. Wa man'iha anil ladhati washahawati, uidhibiti, uizuie nafsi yako isiendekeze mambo ya starehe na matamanio. Ladha za dunia hizi unatakiwa uzipige vita, ushindane nazo. Hii ni jihadi ya mtu kupambana na nafsi yake mwenyewe, aiweke kwenye utaratibu. Ukisoma aya zinazosimulia habari za watu wema waliofanikiwa, uiambie nafsi yako, mimi nataka niwe kama hawa, nifanane na hawa. Kwa hiyo kopi vile walivyoishi, yale walioyafanya, ugumu wake utauona wewe kwenda kwenye yale waliowafikia wenzio. Kwa hiyo ni jihadi tosha ya kuanzia nayo nafsi yako mwenyewe. Hiyo ndo jihadi ya kwanza. Thaniyan, na jihadi ya pili, wa jihadun fima bainahu wa baina alkhalqi, mtu akiwa duniani siku zote anakuwa kwenye mapambano baina yake yeye na viumbe wenziwe. Huenda ukaliona wewe jambo ni zuri kwako, lina faida, unalitamani, lakini wenzio akaona huyu tukimuachia kulifanya hili atatusumbua, tusimkubalie kuwa hivi, hili ni tatizo. Sasa na hili ukiridhia ufate wanavyotaka watu, hufiki kupata anayoyataka Mola wa watu. Kwa hiyo una jihadi ya kupambana baina yako wewe na watu wenzio. Ukienda kwenye imani, kuna watu ambao hiyo imani hawana haja nayo. Imani ya kumwamini Mungu ni uadui kwao, hawawezi kukuvumilia. Kwa hiyo lazima ili ufanikiwe uwe na nguvu ya kutosha, tena ufanye mazoezi ya kupambana na hawa wenzio ambao wao wamekufuru, wewe ndo umeamini. Hawakutosheka na kukufuru wao, wanataka na wewe ukufuru pia, ndo mambo yao ya